Bwana, leo ni siku ya Alhamisi kama unavyojua, UEFA jana imetoka kupigwa, hatakuwa tumefanya uchambuzi, lakini leo tupo hapa kwa ajili ya kufanya uchambuzi wa games za leo ambazo zitakuwa zikilindima katika viwanja mbalimbali. Manchester United atakuwa nyumbani pale Old Trafford kukichafua dhidi ya Athletic Bilbao ambao tayari alishawaadhibu mabao 3-0 na ilikuwa ni kipindi cha kwanza tu. Kwa hiyo sasa hivi nakwenda kuadhibuaje, pia tutakwenda kujua kwa maana tunawekaje. Lakini pia kumbuke vijana wa Chelsea wao baada ya kupata ushindi mzito wa 4-1 sasa hivi watakuwa nyumbani pale na moja kwa moja. Kumbuke hii ni nusu finali ya kombe la Conference pia kule, lakini pia kule vijana wa Fiorentina wao watakuwa na kibarua dhidi ya Real Betis ambaye tayari alishashinda mabao 2-1. Real Betis alikuwa nyumbani, sasa hivi Fiorentina ipo nyumbani. Kama tunavyojua Fiorentina pia amekuwa mzuri kwenye hizi hatua za mtoano, kwa hiyo pia tunasubiri kwamba tunakwenda kuwekaje. Lakini pia ukiachana hiyo game miamba wenyewe wa Tottenham Hotspur kutoka pale mjini London wao watakuwa na kibarua kule nchini Norway kwa vijana Bodo Glimt ambao wameonekana kuwa hatari sana, wametoka kumuondoa Lezi ambaye Lezi aliongoza kwenye hatua ile ya ligi face, kwa hiyo sio wabovu. Na moja kwa moja games za leo ni kama hivyo zinavyokwenda, lakini pia patakuwa na games zingine ambazo ni nje ya mashindano haya ya Europa pamoja na Conference pale nchini Misri. Patakuwa na kibarua Ahly atakuwa anacheza na Al Masry ambao wametoka kuondolewa na Simba, lakini pia kumbuke Simba wenyewe leo pia watakuwa na kibarua dhidi ya Pamba Jiji. Kwa hiyo game zote hizi tutakwenda kuzidiscuss uzuri kabisa hapa na tutakwenda kujua tunakwenda kuwekaje ili kuhakikisha kwanza tunapata zile odds ndogo, lakini pia tutakuja na game 4 ambazo hizi zenyewe zitatoa magoli 3. Kwa hiyo baki na sisi, hii video ya kwanza, lakini nakuja video nyingine ya pili ambayo hii yenyewe itaelezea zile games 4 ambazo hizi zinatoa magoli 3 yani over 2.5, na hapo kuna kwenda kuwekeza ukawekeze kwa uzuri kabisa. Kwa ndugu yangu, cha kwanza kabisa akili yako pia ni muhimu, comment yako pia ni muhimu. Kama wewe pia unaona kitu fulani kinaweza kwenda kutokea, unaweza kaandika tu hapo, bila shaka watu pia wakapata faida kupitia ujuzi wako pia. Kwa hiyo pia sio mbaya. Haya, tunaanzia pale katika Old Trafford pale Manchester United watakuwa nyumbani tayari 3-0, lakini tukumbuke kwamba walipata red card vijana wa Athletic Bilbao, na baada ya red card tu kumbuke Casemiro akapata kufunga bao, lakini baada ya red card tu akapatikana bao mawili ya haraka na game ikaisha 3-0. Sasa game ya leo namna ambavyo inakwenda, vijana wa Athletic Bilbao watakuwa ugenini, lakini tunajua quality yao, wametoka kucheza vizuri sana dhidi ya Rangers wakapata ushindi nyumbani kwao pale. Kwa hiyo ni game ambayo ina ugumu aina yake. Kwa hiyo ukitazama kina William, game hii kwa haraka ndugu chambuzi, inaweza kaenda jindaje hii ni game ngumu. Ukiangalia Athletic Bilbao tayari wameshafungwa nyumbani na wapo Old Trafford, na ukiangalia wanahitaji matokeo siku ya leo. Kingine Man U nao sasa hivi ni wabovu pale nyuma pale, kwamba hii mechi wanaweza wakaruhusu goli. Hii mechi bado ngumu, yani lolote linaweza kutokea, maana sasa hivi Man U ni mbovu sana. Na tukumbuke game iliyopita kabamizwa 4-3 ile vijana wa Brentford, kwa hiyo bado uwezekano wa kuruhusu hata magoli 3-4 upo, si ndio? Kwa hiyo kwenye guarantee sasa hii game hapa tualinde vijana wa Athletic Bilbao kwamba wapate goli, au tumlinde Man U double chance, tuweke magoli 2 au tuwekaje option ambayo inaweza kawa ndogo zaidi kwa wale wanangu wa odds ndogo. Hapo tuondoke na 2-1. Haya basi, moja kwa moja basi tufanye mechi itoe magoli 2 kwa over 1.5 kwenye game ya Manchester United dhidi ya jana Athletic Bilbao. Hiyo ndio option nzuri zaidi, kwamba mechi itoe kuanzia magoli 2 na kuendelea over 1.5. Haya, hiyo game ya kwanza. Game ya pili itakuwa ni pale nchini Norway, vijana wa Bodo Glimt watakuwa na kibarua dhidi ya Spurs. Spurs tayari amepata ushindi tayari nyumbani bao 3-1, na sasa hivi atakuwa ugenini pale. Licha kwamba amepata ushindi, lakini bado kuna ile tia maji kutokana kwamba vijana wa Bodo Glimt pia wameonekana kuwa wazuri. Kwenye guarantee hii game vipi? Jana Bodo Glimt walipata goli pale katika dimba la New Tottenham Hotspur Stadium. Sasa watakuwa kwao pale, walipata goli dhidi ya Lazio. Hii inakwenda kwaje ndugu yangu? Ukiangalia wale Bodo Glimt nao ni wazuri. Ni wazuri, maana mechi zote ambazo wamecheza nao wanafunga, lakini nao watakufunga. Haijalishi, lakini Spurs anashinda, lakini tuondoka na 2-1. Okay, sawa. Basi moja kwa moja na hii game pia basi na yenyewe tugarantii tu kwamba itoe magoli 2 na kuendelea, kwamba over 1.5 kwa wote wawili, kwamba kitokea Bodo Glimt kapata magoli au vijana wa Spurs pia mpata magoli, kwa pia hizo game zote za Europa 2 zote zitoe kuanzia magoli 2 kwa over 1.5 kwa wote wawili, kuanzia kwa Manchester United lakini pia vijana wa Tottenham Hotspur. Haya,
Tukitoka hapo tunaenda pale conference. Pale conference ni pagumu kidogo. Chelsea licha kwamba alishashinda ugenini 4-1, lakini unajua ile ligi ya pili Chelsea mwenyewe pia amekuwa mbovu. Tukumbuke kwenye mchezo ambao amecheza uliopita mambo yalikuwa magumu. Kwa hiyo ni kama ile ligi ya pili Chelsea anakuwa amedrop sana, amedrop kweli kweli. Kwa hiyo vijana wa Legia nakumbuka ndio walicheza na Chelsea na walipata ushindi pale pale nyumbani kwa Chelsea. Kwa hiyo hii game itakuwa ngumu kivyote vile, lakini kwenye guarantee hapo tunaweka kadi sababu ligi ya pili Chelsea tayari anaongoza 4-1, inaweza kaishajishaje. Hii mechi ya leo ni nyepesi kwa Chelsea. Omba leo sidhani kama ataanzisha kikosi chake chote ni mazima. Maana tayari anashinda goli 4. Na kuniambia wale waliocheza nao kurudisha hizo goli 4 ni uongo kwa Chelsea. Kwa Chelsea hapa anapita, lakini tope hata goli 2 hapo. Kwa tutie goli 2 kana kwamba na yenyewe pia hii tunafanya kwamba 1.5 kwamba option ndio nzuri zaidi, lakini pia hata ukiachana na 1.5 pia hata double chance kwa upande wa Chelsea kwamba asipoteze mchezo. Kwamba ni ile 1x kwamba ashinda au asare, pia pengine ni option nzuri zaidi. Haya, tukiachana hapo tukamalizia game ya mwisho, hii the big game kwa siku ya leo. Kwa game zote ambazo unazitazama basi ndio game ngumu. Fiorentina atakuwa nyumbani pale dhidi ya vijana Lilibet ya kina Antonia, wamewaka kweli kweli, na pengine mambo yakawa magumu kwa vijana wa Lilibet licha kwamba watakuwa wameshinda tayari game 2-1 washashinda, lakini pengine leo mambo yakawa magumu. Fiorentina atakuwa nyumbani pale, quality ya Fiorentina wote ni mashahidi. Hii game inakwenda kuadhikuaje? Hii game leo ina magoli. Ina magoli, inapewa magoli atakuwepo bilisha kwamba tayari Lageti anaongoza goli 2. Hii bado ngumu kwa timu zote mbili. Hii unaanza kumpa Fiorentina, lakini Lageti nao sasa inaonekana ni wazuri. Ongezeko la Anthony kule mbele limeleta mchango mkubwa katika klabu ya Lageti. Kia bali wanatoka na 2-1. Kwa hiyo ngoja tu hapa kwenye option nzuri zaidi, basi vijana wa Fiorentina wapate goli wakiwa kwao pale. Inaweza kuwa pia option nzuri sana sababu watakuwa nyumbani, wameshapata goli ugenini, kwa tunaamini hata nyumbani pia ile hali ya score kupambania zaidi kuja kuingia kuisugua hapo kwa timu pinzani kwa pia wakapata goli. So hiyo inaweza kuonekana nayo kwamba Fiorentina to score, Fiorentina apate goli 1 na kuendelea, au pia mechi zima kama hivi Damango alivyosema kwamba itoka kwa magoli 2 na kuendelea kwamba 1.5 kwa wote wawili. Hapo ndio tumaliza kwa games zote za leo kwa haraka haraka, ni kwamba zote mabao 2 na kuendelea sasa nazo. Kwa hiyo over 1.5 ni game zote 4 ni option nzuri sana kwa wale wanangu wa odds ndogo ndogo, lakini hapa pia tuna game ya Simba dhidi ya Pamba Jiji. Vijana wa Pamba Jiji pengine mambo yakawa magumu kwa sababu game ya kwanza nakumbuka ilikuwa ni 1-0, Leonel Ateba alipiga penalty dakika 23 kama kumbukumbu zangu zimekaa vizuri, na timu kaisha 2 kaisha 1 bila, watu wakawa na maneno mengi sana hivyo, lakini sasa tunazungumza yale matokeo ambayo yanaweza katokea. Maybe vijana Pamba Jiji wakakaza wakajitahidi, lakini swala kusema watazuia safu ya ulinzi ya Simba, safu ya ushambuliaji ya Simba ishindwe kupata bao, inaweza kawa changamoto. Kwa hiyo maybe kwenye hii game kwa haraka bao 2 kuyaona siyaoni, lakini Simba kupata ushindi, the same pia double chance kwa upande wa Simba inaweza kuwa na option ndogo sana. Option ipi nzuri hapa afondoka nao so? Ni Simba ashinde moja kwa moja, Simba ashinde mazima. Ashinde mazima. Japokuwa Simba sasa hivi game zake zimekuwa ngumu. Hizi timu ndogo zimeweka nguvu sana kucheza na Simba. Kwamba ukizingatia nao Pamba wapo kwenye nafasi nzuri. Simba nao wanataka ubingwa kumfikia Yanga. Hii game itakuwa ngumu japokuwa Simba moja kwa moja anashinda. Okay, basi kwenye guarantee tu ni kwamba kwa sababu ni game hivyo tunaifahamu, basi moja kwa moja Simba tu apate ushindi, lakini pia mimi ukishingia bwana kupatia pia Simba pekee apate mabao 2 yani 1.5 kwa upande wa Simba Sports Club pekee, yeye kama yeye mabao 2 uwezekano wa kuscore pia upo. Haya, tukitoka hapo tukamaliza na game ya Al Ahly dhidi ya Al Masry. Al Ahly atakuwa nyumbani pale. Al Masry wamekana kwa wazuri sana, wameshaondoka kwenye mashindano. Al Ahly the same pia. Al Ahly game zake hii 2 mfululizo anapata ushindi, amekana kwa bora sana. Hii game vipi? Al Masry ana nafasi ya kuonyesha kile alichokuwa nacho, au pia vijana wa Al Ahly pia kwa namna wanavyocheza wanahitaji ubingwa. Hii pia imekaje? Poa, hakuna jambo ambalo kunuzuia Al Ahly kushinda. Quality yao itaamua mechi ya leo, na ukiangalia tayari Al Ahly ni timu ambayo inataka matokeo zaidi. Walihotolewa na Mamelodi, kocha wao amefukuzwa, kwamba ni timu ambayo inahitaji matokeo zaidi. Kwa hiyo ukiangalia mechi ya leo, jana itabidi wapambane, na huyo kocha mpya ambaye amesajiliwa Al Ahly itabidi aoneshe kile ambacho anapa vijana na kushinda mechi ya leo.
Okay, basi kwenye hiyo game pia basi tumzingatie tu Al Ahly kwamba Al Ahly double chance kwamba asipoteze mchezo kwamba anakwenda kushinda huko sare. Kwa hizo game 6 ambazo tumekutajia hapa, lakini katika hizo game 6 inakuja video ya pili ambayo inakuletea game 4 ambazo hizi zina possibility ya kutoa magoli 3 na kuendelea, wale wanetu wa kujilipua. Haya, Kylian Sports.